Na mpenzi mtazamaji wa channel yetu, karibu tena leo katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi vya Jicho katika Kitabu, na tunaangazia kitabu cha Kuishi kwa Imani. Kitabu hiki kihitaji kukipata kitabu hiki, tujaribu tu kuwasiliana. Andika tu ujumbe kwenye comment hapo chini kwenye comment section ili uweze kupata kitabu hiki. Na somo letu la leo ni somo la 6 linalosema kushinda katika Kristo, kushinda katika Kristo. Na tuombe. Baba mwema, Mungu mtakatifu wa mbinguni, tujalie imani ya kupokea ushindi ambao Kristo amekwisha kushinda tayari. Somo hili likawe msaada kwetu wote tunaolifuatilia kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu sasa uende pamoja nami katika somo hili la 6 linalosema kushinda katika Kristo, kushinda katika Kristo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Yohana 16, Yohana ile sura ya 16 na ile aya ya 33. Kwa nini ukweli huu ukufanye uwe mwenye furaha? Maana ukweli huu unaleta furaha sana. Kwa nini ukufanye uwe mwenye furaha? Kwa nini ufurahi? Kwa sababu mtu mwingine ameushinda ulimwengu, wakati wewe mwenyewe unatakiwa ushinde pia. Ukweli mkuu unaojibu swali hili ni kwamba wewe sio mshindi kwa juhudi zako mwenyewe. Lakini wewe ni mshindi katika Kristo Yesu. Haleluya. Mtume Paulo aliwaandikia Wakorintho maneno haya kwamba katika kitabu cha Wakorintho sura ya 2, Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 14. Paulo aliwaandikia Wakorintho maneno haya: ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Harufu ya kumjua yeye kila mahali inapaswa kusikika kwa ajili yetu, kwa sababu ya Yesu aliyetupa kushinda. Inakuwaje kwamba kila mara unafanywa kushinda katika Kristo? Ni kwa sababu tu Kristo ameshinda kila kitu. Kila kitu. Na katika yeye ushindi ni wako. Jamani, ushindi ni wako. Ushindi ni wetu. Na mimi nikiwemo. Maana katika yeye tunahesabiwa kushinda sisi wote. Kwa hiyo ushindi ni wako, ushindi ni wangu. Kristo alijaribiwa katika kila nyanja kama nasi tunavyojaribiwa, lakini hakutenda dhambi. Kila nyanja alijaribiwa kama tunavyojaribiwa leo hivi, lakini hakuna mahali panapoonekana ametenda dhambi licha ya majaribu makali. Amekutana na kushinda kila kikwazo. Amekutana na kushinda katika kila kikwazo ambacho kinaweza kuletwa katika ubinadamu wako pindi unapopambana na vishawishi. Maana yake majaribu yote yanayokujia na kukuzunguka kila siku itwapo, Yesu ameshayashinda yote. Na pindi ulimwengu, mwili na mwovu vilipokutana naye, vilikutana naye aliyeshinda. Vilikutana na yeye aliyeshinda, mshindi wao. Mshindi wa ulimwengu ni Yesu Kristo.
Mshindi wa mwili Yesu Kristo, na mshindi wa kila uovu uliopo unaokuzunguka, yeye amekwisha kushinda. Bila shaka swali lako unajiuliza, kwa nini sasa unazidi kushindwa na kunyong'onyea katika majaribu yanakuangusha chini na kukugaragaza? Tatizo liko wapi? Endelea kunisikiliza vizuri. Fuatilia vizuri. Ushindi tayari umekwisha kupatikana. Na kwa hiyo unao ushindi katika Kristo. Unajiuliza, ninao ushindi vipi? Kwa kuwa unapokuwa ndani yake, majaribu humshambulia yeye na sio wewe mwenyewe. Inaweza ikawa ngumu kidogo kuipokea, lakini ipokee. Maana usipoipokea itaendelea tu kuwa hivyo hivyo, na usipofanya hivyo hautashinda chochote. Maana kuna wakati unaweza ukafikiri matendo yako mema yanaweza yakakupa ushindi. Hapana. Unaweza ukafikiri nguvu zako zinaweza kukupa ushindi. Hapana. Anasema ushindi tayari umekwisha kupatikana, na kwa hiyo unao ushindi katika Kristo. Kwa kuwa unapokuwa ndani yake, majaribu humshambulia yeye na sio wewe mwenyewe. Yaani unapokuwa ndani ya Kristo, majaribu yanapokuja yanamshambulia Kristo. Sasa si ameshashinda? Kama ameshashinda na uko ndani yake, maana yake hayawezi kumshinda. Na wewe lazima uhesabike mshindi kwa sababu uko ndani yake yeye aliyeshinda. Haleluya. Unapouficha udhaifu wako ndani ya uweza wake, basi nguvu zake ndizo zinazokupigania. Ndizo zinazopigana vita, sio nguvu zako. Maana hata hivyo, hata wewe mtazamaji unajua hauna cha kufanya dhidi ya ibilisi na nguvu zake. Huna. Kama Adam na Hawa walikuwa wakamilifu, hawajaanguka, lakini shetani aliwaangusha kwa sababu tu waliondoa utegemezi wao kwa Mungu, na hivyo jaribu likaingia likawaangusha. Lakini laiti wangelibaki kumtumaini Mungu, wangelimgaragaza shetani, angeshindwa na asingeleta madhara tunayoona leo. Kwa tunapokaa ndani ya Kristo, tumeuficha udhaifu wetu ndani yake, basi nguvu zake ndizo zinazopigana vita. Amekwisha kupata ushindi na adui amekwisha kushindwa. Kamwe hawezi kupata tena nguvu ya kupambana ili aweze kushinda. Adui shetani hawezi tena kupata nguvu ya kupambana na aweze kushinda. Atajaribu, lakini hatashinda. Je, unatafuta ushindi? Unataka kushinda mazoea mbalimbali ambayo yako katika maisha yako? Mtazame Yesu aliyeshinda. Jifiche kwake. Ushindi wake upokee. Utahesabika mshindi. Ni nini basi ambacho unatakiwa kufanya ili ushinde? Ni kwa nini mara nyingi unashindwa? Kila unapojaribu kupambana ushinde, unashindwa. Unasema dhambi hii sasa mwisho leo, unaandika mpaka kwenye karatasi, unachoma moto. Niwahi kukaa na rafiki yangu mmoja mahali fulani. Alikuwa akiandika dhambi kwenye karatasi. Anasema, bwana, kuanzia leo hizi dhambi sizitaki tena. Anafunga kwa siku 2 au 3 au 1 au wiki. Halafu mwisho wa yote anachoma kile kitu alichokuwa amekiandika pale. Ishara kwamba yeye sasa na yale mambo basi. Lakini muda mchache baadaye anajikuta anarudia lile zoezi la utendaji wa dhambi kwa umaarufu zaidi, kwa nguvu kubwa zaidi, kwa ubora zaidi wa utendaji wa dhambi ile kuliko alivyokuwa anaufanya hapo mwanzo. Ni nini ambacho kilifanya aweze kushindwa? Ni kwa sababu alitegemea nguvu yake. Hakuiamini nguvu inayomshindia ya Yesu Kristo.
hakujificha kwenye mwamba, hakujiingiza katika nguvu iliyoshinda. Sasa ili uweze kushinda, ingia katika nguvu iliyoshinda. Jibu la kawaida ni kwamba hauwezi kushinda nje ya Kristo. Never. You can't conquer anything out of Christ Jesus. You can't. You won't do anything, my dear. The best way to do, just depend 100% in Jesus Christ. Hauwezi kushinda chochote nje ya Kristo. Cha kufanya 100% jiingize katika ufalme wa Yesu ambao tayari amekwisha kushinda. Jaribu lolote ulilo nalo halitakushinda. Halitakushinda. Hata kama nitalazimu kuchukua uhai wako, lakini halitakushinda, maana Yesu amekufunika. Imani katika Yesu. Huwezi kushinda nje ya Kristo. Unachotakiwa kufanya ni kuchukua ushindi ambao tayari umekwisha kupatikana. Ushindi ambao Kristo aliupata. Ni habari njema sana hii kwangu ninapoisikia. Sijui kwako wewe mpenzi mtazamaji, kwamba tayari ushindi upo. Jukumu langu ni kupokea ushindi, kuukubali ushindi huo. Sasa changamoto inapoanzia pale nitakapoukataa huo ushindi na kuamua kujitafutia ushindi wangu mwenyewe ambao hakika sitaupata. Na shetani ndicho anachotamani. Ukae nje ya Kristo ili akushughulikie. Anakutia moyo kwamba unaweza kushinda ili ujiondoe kwa Kristo, halafu ndio akutandike. Na mara nyingi akikutandika unaweza usiinuke tena. Tegemea Yesu Kristo. Unapoamka asubuhi, omba, Bwana nipatie uwezo wa kushinda. Mchana omba, Yesu endelea kunishindia. Jioni mshukuru Mungu kwa ushindi aliyokupatia. Haleluya. Alishinda kwa ajili yako ili aweze kukuzawadia ushindi wake. Ushindi wa Yesu tunapaswa kuupokea kama zawadi. It's just a gift. A gift from our master. Master wa vita ameshashinda tayari. Jukumu langu ni kuupokea huo ushindi ambao ni zawadi. Sasa ukikataa, basi hakuna atakaye kulazimisha. Utazidi kupambana tu na maisha na utashindwa na zaidi ya kushindwa. Yeye anawazawadia wale wanaoipokea zawadi. Alishinda kwa ajili yako ili aweze kukuzawadia ushindi wake. Na ushindi wake unauchukua kwa imani. Unajua tunaposema imani, watu wanajiuliza imani ni kitu gani? Ni very simple. Kitabu cha Ibrania sura ya 11 fungu la kwanza kabisa pale linatoa definition, maana ya neno imani. Anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani hauwezi ukaiona kwa macho. Hauwezi ukaiona kwa macho. Kuna watu wanasema kuona ni kuamini. Hizo ni kauli ambazo zinahafifisha mambo mengi sana ya kiroho. Kuona ni kuamini. Imani haihusiani na kuona kwa macho. Hiyo sio imani. Yaani unapoona tayari inakoma kuwa imani. Unakuwa tayari umekipokea kitu ambacho ulikiona kabla hakijaonekana katika macho yako ya nyama.
Kwa hiyo imani unaupokea kwa imani. Ule ushindi unaupokea kwa imani. Haujauona lakini unaupokea. Kwamba nimepokea ushindi huo. Hata kama bado unapitia changamoto bado, lakini kubali ya kwamba kwa kuwa Yesu yupo, nimeshashinda. Yaani wewe shetani, nimeshakushinda. Sawa, umenikamata katika uzinzi, lakini mimi najua Yesu yupo, nimeshakushinda. Sawa, umenikamata katika ulevi, lakini najua, nimeshajua nguvu inayokuangusha ni ya Yesu. Mwambie shetani katika majaribu yote anayokupatia kwa ujasiri ya kwamba yupo Yesu ambaye ni kiboko yake, hawezi kutoboa. Pokea neno la Mungu kwa imani, ushindi wake ukaupokea. Kwa kuwa Kristo huingia moyoni mwako kwa imani. Hiki ndicho kinachomaanishwa na Mtume Yohana pale anaposema, na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Haleluya. Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4. Huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yenu. Sio hizo nguvu zenu, sio hiyo misuli yenu. Imani yenu. Unaweza ukawa unahudhuria katika ibada lakini huna imani, hawezi kushinda chochote. Kwa imani unamleta Kristo ndani ya moyo wako na katika maisha yako. Kwa imani unamleta Kristo katika moyo wako na katika maisha yako. Anakuja katika maisha yako. Hisi ya kwamba Yesu yuko ndani ya maisha yako na anakushindia. Sababu shetani yupo kazini. Watu wanapagawa na mapepo, wanaanguka, lakini tunapoyakemea kwa jina la Yesu yanaondoka. Yaani ukiwa na imani hiyo tu ndogo unafukuza, linakimbia, ili ujue kwamba halina nguvu. Na unafanya hayo sio kwa nguvu zako, bali kwa jina la Yesu Kristo. Efeso 3:17 inazungumza pia mambo hayo. Kristo yuko pale kama mshindi wa mambo yote ambayo yanapaswa kupambana, ambayo tunapaswa kupambana nayo na kuyashinda katika vita vya Kikristo. Yuko pale kwa ajili ya kutushindia. Ukweli wenye utukufu umefunuliwa kwamba ushindi dhidi ya kila jaribu. Zingatia sana neno kila jaribu. Ushindi dhidi ya kila jaribu la kila jambo gumu tayari ni wa kwako katika Kristo. Ushindi wa kila jaribu lilo gumu, lolote lilo gumu, kila jaribu. Jaribu la ulevi, jaribu la ushoga, jaribu la kujichua, masturbation, jaribu la uongo, jaribu la uzinzi, jaribu la tamaa yoyote, jaribu la kula zaka na sadaka, jaribu lolote. Yupo mwamba, Yesu Kristo, anayesema ukweli wenye utukufu umefunuliwa kwamba ushindi dhidi ya kila jaribu na kila jambo gumu tayari ni wa kwako katika Kristo. Mlilie, mng'ang'anie. Kwa hiyo hupaswi kupambana na jaribu kwa woga na mashaka, bali kwa ujasiri wote, ukijua kuwa haiwezekani wewe kushindwa. Yaani wewe sio wa kushindwa, kwa sababu unayemwamini ameshashinda. Kinachotakiwa ni kupokea ushindi ambao anatupatia kama zawadi, na utahesabika mshindi katika majaribu yote unayokumbana nayo. Liamini na Mungu.
Shida yako ni kwamba hausomi neno la Mungu, na hata hivi unaposoma unasoma kama nadharia. Haujifunzi. Muda mwingi unatumia kutazama vitu vya ajabu. Ndio shida yako hiyo. Neno linaweza kuumba kitu fulani ndani ya maisha yako. Maana tunapozungumza habari ya utawala wa Mungu, ni ufalme ambapo ukiingia kuna principles zake. Muamini yeye. Hata kama adui atajionesha kuwa mwenye kutisha kiasi gani, wewe sio wa kushindwa. Vita vimekwisha kupiganwa tayari, na Yesu Kristo anakupatia wewe ushindi. Alipigana vita na amekukabidhi ushindi. Je, uko tayari kuupokea? Uko tayari kuupokea ushindi huo? Wakati huu ili uwe wa kwako? Je, upo tayari? Unapaswa tu kuuchukua na kusema, Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 57. Yesu ndiye anayetupa kushinda. Ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ushindi wetu, penzi mtazamaji, unapatikana kwa Kristo. Kristo ameshamshinda huyo tunayemuita shetani, ameshamshinda miaka mingi sana. Sasa chagua kukaa kwake. Maana ukitoka kando yake, majaribu yakija yanakupiga wewe. Ndio maana unanyong'onyea, umekata tamaa, unataka kuchukua kamba ujinyonge, hauoni haja ya kuishi. Ni kwa sababu uko nje ya Kristo. Rudi ndani ya Kristo. Soma neno lake Biblia. Yaamini yale maneno, yatafufua matumaini mapya. Usiogope. Asikutishe kwa chochote. Hata kama umejeruhiwa na mawakala wa shetani. Wapo watu pia ambao wamechukua wakala wa shetani. Wamekutukana, wamerusha maneno magumu kwa sababu huna mtoto. Wamerusha maneno magumu. Mawifi, mashangazi, wametamka maneno ya kukatisha tamaa. Lakini Yesu hakuna jaribu ambalo hakulishinda. Ingia kwake, akukumbatie. Kwa imani, waamini neno lake. Usome neno lake, ujifunze neno lake, na maneno yake yakikaa ndani yako, atakupatia neema ya pekee. Mungu akubariki. Akutie nguvu. Ile jaribu unalopitia, jifiche kwa Yesu. Mwambie, Bwana, kuna kitu hapa ninapitia, ninaomba unifunike. Ushindi ule ulioushinda ninauhitaji Bwana. Ninaomba unipatie ushindi. Na upokee ushindi kwa shukrani. Maana yeye ndiye aliyekupa ushindi. Mungu akubariki. Akutie nguvu. Ukashinde tena leo. Na zaidi ya kushinda katika maisha yako. Ikiwa ni kazini kwako, Mungu akupatie ushindi. Katika ofisi ulioajiriwa na serikali, Mungu akupatie ushindi. Kama unafanya biashara, Mungu akupatie ushindi katika biashara yako. Chochote unachofanya kilicho halali, Bwana akupatie ushindi. Lakini unalo jambo la kufanya. Tengeneza mahusiano naye, na ushindi huo atakupatia. Mrudie yeye. Usifanye ibada za rejareja, maombi ya kushtukiza, ya bahati nasibu. Tenga wasaa maalum. Asubuhi, kama ni mchana, kama ni jioni, tenga wasaa maalum. Na kuna wakati omba maombi ya binafsi. Maombi ya binafsi. Kama ni usiku, omba maombi ya binafsi.
Usiku wa manane unaweza ukaamka, au saa 9 usiku, au saa 10 usiku. Omba, tengeneza uhusiano wako na Bwana, naye atakupatia ushindi. Imani yako iwe kwake, isiondoshe kwake. Mungu akubariki. Baba Mungu mtakatifu wa mbinguni, wewe umetupa kushinda kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi na mtazamaji wangu na msikilizaji, tujalie kuupokea ushindi ambao tayari umeshatushindia. Shetani amemjeruhi mtu fulani mahali, ametunyanyasa kwa namna nyingi, lakini Bwana, asante kwa somo hili, maana wewe umekwisha kumshinda. Tupatie matumaini tena upya. Mtumishi wako anayesikiliza somo hili, ukaongeze uelewa wa pekee katika maisha yake juu ya kukuelewa wewe uliye Bwana na Mwokozi. Tujalie tena wakati mwingine tutakapokutana kwa ajili ya somo hili, endelea kutuweka kwako na kutusimamia kwa ajili tu ya uzima milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.